Habari, na muhitaji mmoja kati yenu hapa niondoke naye. Sasa hawa washikaji wawili wakaanza kugombania hii nafasi. Nitafanya chochote unachotaka, lakini wakati huo kulikuwa na mwamba pembeni hapa ambaye hakutaka kabisa kuonyesha shobo. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa Love Unscripted. Mimi naitwa Rio. Vipi kuhusu wewe? Mchizi yupo kimya tu. Naongea na wewe hapo. Hapana, asante. Kwani wewe hauhitaji pesa? Inaonekana hujala muda sasa na unakataa pesa. Unatania wewe, sichezi na watoto wa matajiri kama wewe. Mchizi akaendelea na mishe zake tu. Huyu bidada hapa anaitwa Ria. Akamwambia kuwa najua kila mmoja na gharama yake, basi niambie yako ni kiasi gani. Mchizi akamjibu tu kuwa unaweza kumchukua yoyote kati ya marafiki zangu ukaondoka naye. Ria kwa jeuri akamuomba taje gharama yoyote ile ili aweze kuondoka naye. Huyu mchizi anaitwa Vincent akamtajia 500,000 hivi. Ria hakupoteza muda, akaingia kwa pochi yake na kumpatia mchizi, lakini mwana akagoma, akamwambia kuwa hiyo pesa awape marafiki zake tu wagawane. Ria alishangaa kinomo na mbiwa, kisha mchizi akakubali kuondoka na Ria. Washikaji zake walifurahi kinomo na mbiwa. Huyu bidada hapa anaitwa Gabriela. Huyu ni rafiki yake Ria. Akiwa sebleni anachezea simu, ghafla mlango kagongwa. Alipofungua tu akaingia Ria akiwa mwongozana na Vincent. Huyu ni nani? Naitwa Vincent, nitakupa maelezo mazuri baadaye. Ria akataka kujichenga, Gabi akamzuia. Unaenda naye wapi? Si nimekwambia yupo na mimi. Kwa hiyo akiwa na wewe ndio nimwache ingie ndani? Tutaongea baadaye bana. Gabi aliendelea kugoma. Haiwezekani umlete mtu kutoka majarani huko tena akae humu ndani kwangu. Mwisho Ria akaingia ndani na Vincent na kumwacha Gabi akiwa haelewi pale sebleni. Ria amekuja moja kwa moja hadi chumbani kumwonyesha mchizi sehemu ambayo atakuwa anapumzika. Bafu lile pale, nenda kaoge. Kisha bibie akasepa zake. Ria anamwambia Gabi kuwa anachokitaka ni kumfanya Vincent ajifanye mpenzi wake kisha akamtambulisha nyumbani kwao. Lakini Gabi hakukubaliana kabisa na Ria kuhusu hilo. Ria akamwambia Gabi kuwa hawezi kuolewa na mtu ambaye hampendi kwa sababu tu eti ya utajiri wake. Ndiyo maana ameamua kawadanganya wazazi wake kuwa ana mpenzi mwingine ambaye anampenda kinoma. Kwa hiyo unaachana na Dennis na achana na yule mtoto wa mama mjinga. Gabi alimsihi sana asifanye hivyo, lakini akili ya Ria haikutaka kabisa kuelewa. Ria akampa hadithi Gabi kuwa siku moja ametoka kazini, ile wameingia chumbani tu akawa anamuongelesha Dennis, lakini mchizi akawa bize zake tu kuchezea simu. Hakuwa na mjibu chochote, yani unaambiwa. Hilo lilimuuma kinoma bibie. Ili mipango yangu ifanikiwe, nahitaji kumtengeneza mwanaume handsome ili nijitoe kwenye hili tatizo. Ria, hii njia sio nzuri. Mungu anajua wapi huyu jamaa umemtoa. Ni mchafu, kachafua sakafu yangu, ilikuwa inanuka kinoma. Gabi alimpondea sana Vincent. Vipi kama akiwa muuaji akatuvizia tukiwa tumelala akachukua viungo vyetu? Yule jamaa hana hiyo tabia kabisa, maana nilitoa 500,000 lakini hakuipokea, akaniambia niwape marafiki zake tu. Nimeangalia filamu nyingi sana za wauaji. Wale watu hawaui kwa sababu ya pesa, wanaua kwa sababu wanapenda kuua. Haupasi kuwa na mashaka, kila kitu kitakuwa sawa tu, niamini mimi. Gabi ikabidi amuulize Ria kuhusu mipango yake, lakini Ria akamwambia kuwa hadi hivi sasa hana mpango wowote. Gabi alifoka kinomo na mbiwa. Sasa huna mipango na huyu mchizi yuko ndani kwangu, basi kama vipi naomba nimtimue tu. Ria alijitetea kuwa mipango yake ni kumtambulisha Vincent kwa wazazi wake na kuwaambia kuwa wana mipango ya kuoana. Muda wote huo atakuwa wapi sasa? Atakuwa hapa tu hadi pale ambapo nitaweka mambo yangu sawa. Gabi hakupendezwa kabisa na hili jambo, japo alikubali kishingo upande na mbiwa. Gabi akiwa zake sebleni hapa, mara ghafla Vincent akaingia. Gabi muda wote anaona kinyaa tu kwa mchizi. Si ukae, mbona unaniangalia tu? Mchizi akakaa. Muda kidogo Ria akamletea Gabi chakula. Alipofika tu akakisifia sana kile chakula, lakini Gabi akamwambia kuwa kama hii ni kwa ajili ya kunishawishi kuhusu ujinga wako, niondoe mimi. Hii ni kwa ajili ya urafiki wetu tu. Mwisho Gabi akakubali. Wakati anakula, Vincent anakitamani kinoma kile chakula. Ria akawa amemuona. Vipi, una njaa nikuletee chakula? Mchizi akakataa kuwa hana njaa. Ria akaenda kumletea mchizi msosi. Mchizi alikula kwa haraka na mbiwa. Alikuwa na njaa kishenzi mchizi. Baada ya kushiba, Vincent akawa amepitiwa na usingizi pale sebleni. Mara ghafla Gabi akawa ameingia, akamkuta mchizi kalala pale. Akamshtua kwa kinyaa kinomo na mbiwa. Alimfokea sana mchizi. Hii sio sehemu ya kulala, ni sehemu ya kukaa hii. Makochi yalitengenezwa kwa ajili ya kukalia, sio kwa ajili ya kulalia. Unaharibu makochi yangu unajua. Wakati zogo linaendelea, akaja Ria. Nini kinaendelea hapa? Gabi akamwambia kuwa huyu mtu uliyemleta ananipa mawazo kishenzi yani. Nimekuja sebleni nikakuta manywele yake yote yamezagaa sebleni. Ikabidi nikachukua mfagio nifanye usafi. Na nimemkuta hapa amelala kwenye kochi bila hata wasiwasi yani. Kama ningechelewa basi ningekuta kasambaza mate kila sehemu. Akamuomba Ria afanye kitu kuhusu hili, kisha akajichenga zake. Ria akamuomba mchizi akamwonyesha sehemu ambayo atakuwa anapumzika. Mchizi yupo zake biza anarekebisha TV. Mara ghafla kaingia Gabi. Nini hiki? Kwa nini umetoa TV yangu? Nilikuwa najaribu. Unajaribu nini? Kuiba vifaa sio? Bibi alifoka sana unaambiwa. Ghafla kaingia Ria. Nini kinaendelea jamani? Anataka kuiba TV yangu huyu. Samahani, TV haikuwa
inafanya kazi vizuri, kwa hiyo nikaichomoa ili niitengeneze. Gabi hakutaka kabisa kusikiliza, kisha akajichenga zake. Mchizi akaendelea na harakati zake tu. Leo wakiwa wameketi sebleni, kila mtu na pozi lako unaambiwa. Sasa Ria ikabidi anzishe topic tu, akamuuliza Gabriela kuhusiana na biashara zake zinaendeleaje. Zinaendelea vizuri tu. Wakati wakiendelea na mazungumzo, akaingia huyu mchizi hapa bila hata hodi yani. Huyu ndiye wanamjua kama mmiliki wa hii nyumba na Gabi ndiye mpangaji wako unaambiwa. Samahani, hivi ndivyo wanaingia kwenye nyumba za watu bila hata kubisha hodi? Uko sawa? Naweza kufanya lolote kwa sababu hii ni nyumba yangu na haujanilipa kodi yangu. Wote wakashangaa kwanza. Nimekutumia wiki 3 zilizopita. Ni wiki 3 zilizopita, sio wiki hii. Kodi imebadilika hii. Hauwezi kufanya hivi. Mchizi ni mtata kinomo unaambiwa. Anaweza kupandisha kodi anavyojisikia tu. Kama hutaki unaweza kuondoka. Sikuombi ubaki hapa. Sitatafuta wapangaji unaambiwa. Ukiondoka tu anatua mtu hapa. Hauwezi kufanya hivyo. Nakosa pesa kwa sababu unaongeza kodi kila kukicha. Mwenye nyumba aliongea maneno mengi sana unaambiwa. Mwisho akamgusa hadi mchizi. Naona sasa nyumba yangu mmegeuza danguro. Mnaingiza wanaume tu humu. Ndiyo maana wenye nyumba wengine hawapendi kabisa kupangisha wasichana kama nyie. Vincent ikabidi aingilie hii show. Anachokifanya hapa ni makosa. Hawezi akaongeza kodi ya nyumba kiholela hivi. Mnaweza kumshtaki kwa hilo. Mmeleta mwanasheria sio? Mwanasheria ambaye ni kichaa. Hawezi hata kunyoa ndevu zake. Samahani mkuu. Hapana, haupaswi hata kuomba msamaha kwa chochote kile. Unajikuta nani wewe? Mchizi akamwambia anajuana na wanasheria wengi sana na anavyomtazama mchizi sio mwenye nyumba, ni dalali tu. Wewe unasemaje? Mwenye nyumba yeyote anajua sheria kuwa hawezi kwenda kwa mpangaji wake bila mwaliko. Mchizi akapoa kidogo. Mwisho Vincent akawaambia kuwa ana rafiki yake anaishi karibu tu na pale, anaweza kumwomba namba za mwenye nyumba halisi. Mchizi akawa mpole kinomo naambiwa. Mwisho kwa aibu akasepa zake. Mchizi akawaambia kuwa wanapaswa kuwa makini sana na hawa madalali, kwani ni wasumbufu kinoma kuliko hata wenye nyumba. Gabi leo akamshukuru mchizi kwa kila ambacho amekifanya pale, kisha mchizi akajichenga zake. Ria alipoitazama simu yake akakuta mama yake anapiga, lakini hakutaka kabisa kuipokea. Utaendelea kuwakwepa wazazi wako hadi lini? Labda milele. Sipo tayari kuonana nao kabisa. Gabi alimshauri sana Ria akaonane na wazazi wake, lakini alionekana kama hayupo tayari hivi. Leo Vincent akamwaga bibie kuwa anapaswa kuondoka sasa, maana alimlipa kwa ajili ya siku moja tu, lakini amekaa pale kwa siku kadhaa sasa. Usiondoke, bado sijakamilisha jambo langu. Ulinilipa kwa ajili ya siku moja tu. Unataka pesa? Nitakulipa. Hilo sio tatizo langu. Nishakueleza, mimi sinunuliwi kwa pesa. Bibie alimwomba sana mchizi asiondoke hadi atakapokamilisha adhima yake. Mchizi akataka kusepa. Nilikulipa 500,000 wewe. Kwa nini usinipe siku 5 zaidi? Makubaliano ni siku moja tu. Bibie alimwomba sana mchizi akubali kusalia pale, lakini msimamo wa mchizi ni kutaka kuondoka tu. Mara ghafla akaingia Gabi. TV yangu ya chumbani imepata shida kidogo. Unaweza kunisaidia kurekebisha kabla hujaondoka? Mchizi akasepa kwenda kuirekebisha. Unafanya nini sasa? Unapaswa kumpeleka kwa wazazi wako. Hilo lilikuwa ndio wazo, lakini naona sipo tayari, na hata wazo naliona la kipuuzi tu. Ndio umelijua hilo sasa hivi? Kwa nini hukuniambia kama lilikuwa wazo la kijinga? Kwa sababu mpango wako ulikuwa kwenye akili yako, ilikuwa ngumu sana kuuondoa. Siwezi kumpeleka vile kwa wazazi wangu, hawawezi kumkubali. Unajua nipo hapa kukusaidia. Kisha ukasepa. Mchizi akiwa anasafisha TV hapa, akiwa amemaliza kuitengeneza, ghafla anaingia Ria akiwa ameshikilia usuti fulani hivi, kisha akamkabidhi mchizi ili ajipigilie tayari kwa safari kuelekea kwa wazazi wake. Sasa baada ya kutoka kwa mchizi, bibi akawa anaangalia gauni ambalo atalivaa kuelekea kwa wazazi wake. Upande wa pili huku Gabi akachukua maamuzi ya kumnyoa mchizi ili akae sawa tayari kwa safari ya Ria kuelekea kwa wazazi wake. Baada ya kumaliza kazi ya kumnyoa Vincent, Gabi akaelekea kwa Ria. Hapa anamsifu Ria kuwa amependeza kinoma na asijali kabisa, kila kitu kitaenda vizuri kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Bibi akiwa zake sebleni alikuwa anatafuta kitu kwenye mkoba wake, akasikia sauti kimuuliza kuwa unatafuta kitu Ile akageuka tu akakutana na mwamba akionekana kuwa smart kinoma. Kifupi bibi alivutiwa sana na Vincent. Mwana alikuwa kapendeza kinoma. Bibi alishangaa kinoma yani. Kisha mchizi akatangulia nje tayari kwa safari. Usije ukaingiwa tamaa ukampenda yule. Nimpende mtu ambaye hana makazi? Hapana. Bibi akasepa zake. Huyu ni mama yake Ria na huyu ni mzee wake Ria, anaitwa Mr. Kuka. Leo wapo sebleni wanamzungumzia binti yao tu. Tumekuwa wakali sana kwa Ria. Sisi tunajaribu kumtengenezea maisha mazuri ya baadaye. Ndio kuwa wakali? Ndiyo, maana kila kija kututembelea mara zote tutazungumzia ndoa tu, hatumpi nafasi yani. Mama akaendelea kumsisitiza mzee kuwa wamwache kwanza Ria. Ria hajui chochote kuhusu maisha, hajui mapambano ya maisha, lakini kama akimpata mwanaume ambaye ana uwezo wa kumtunza na nitaridhika, basi mimi nitafurahi kinoma. Wakati mazungumzo yanaendelea, Ria kaingia. Mama alifurahi kinoma kumuona mwanae. Binti, ulikuwa wapi? Unapotea tu na hata simu yako haupokei kabisa. Shida nini? Samahani, nilikuwa kwa mpenzi wangu. Usitufanye wajinga sisi. Tulimpigia Dennis, haukuwepo kwake. Tuambie ulikuwa wapi. Sidanganyi baba.
baba, mimi na Dennis tushaachana kitambo. Kila mtu alishangaa pale ndani. Unaambiwa, ehe, tuambie huyo mwanaume ni nani ambaye ulikuwa naye, au ulikuwa kwa mwanaume maskini ambaye uliogopa hata kutuambia? Bibi akawaambia kuwa ni mchizi fulani tu hivi ambaye anajiweza kiuchumi na anaweza kumsaidia changamoto zake. Mwisho mzee akaagiza mchizi aletwe. Mchizi akawa ameingia, kila mtu alishangaa sana kumuona. Mchizi akatambulishwa pale, lakini mzee akamwambia Vincent kuwa sura yake sio ngeni machoni mwake, sidhani kama tushawahi kuonana kabla. Mwisho mama akawakaribisha mezani ili wapate chakula kidogo. Mama akatoka pembeni kidogo kuongea na mtu kwenye simu. Huyu mtu anayeongea naye kwenye simu ni kama anamuogopa hivi. Mrs. Cooker, sipendi kukupigia simu kila mara, usinichefue yani. Mama anaomba msamaha tu kila wakati. Ria amemfanya nini mwanangu? Hajaongea naye kama wiki sasa. Kwani nilifanya makosa kumtaka mwanangu amuoe binti yenu? Samahani sana kwa kila ambacho binti yangu amekifanya kwa kijana wako, lakini usijali, mipango ya ndoa iko pale pale yani. Unajua binti yangu bado anajiandaa kwa ajili ya maisha ya ndoa. Kwani yuko wapi? Yupo hapa nyumbani sasa hivi, tuko naye. Nakuja hapo sasa hivi. Lazima aombe msamaha kwa Dennis. Mawazo ni mengi sana kwa mama. Sasa itakuwaje hapa? Kama tungejua mnakuja, basi tungeandaa mazuri zaidi. Mchizi akashukuru tu, kisha wakaendelea na kula. Ehe, tuambie mlikutana vipi na binti yetu? Ria akataka kujibu, lakini mzee akamkataza kinoma. Atajibu mwenyewe. Halikuwa jambo la kawaida namna ambavyo tulikutana na binti yenu. Siku moja nikiwa natoka kwenye kikao, nilimuona Ria akiwa amesimama kando ya gari yake. Nadhani ilikuwa na tatizo hivi, kwa hiyo ikabidi niende kumsaidia. Mwamba alieleza sana, japo kila kitu kilikuwa ni uongo mtupu, lakini maelezo yale yalimfurahisha kila mmoja pale. Story nzuri sana. Ehe, niambie unafanya nini kwa ajili ya kuendesha maisha yako? Jamaa akasema kuwa ni dalali mkubwa wa viwanja na nyumba. Hiyo ni nzuri. Una uhakika hatujawahi kuonana kabla? Hapana. Mzee akataka kujua jina la baba yake. Anaitwa Ferdinand. Mzee akashangaa kinomo na mbiwa, akaashiria kumjua huyo mtu. Ni Ferdinand huyu ambaye tunamjua? Nilijua tu. Mzee akacheka sana. Mchizi akawa anashangaa tu, wamemjuaje hawa? Baba yako alikuwa bosi wangu, alikuwa ananipenda sana na ndiye aliyebadilisha maisha yangu. Kila kitu unachokiona hapa ni kwa sababu ya baba yako. Mzee akawa haamini kabisa kama ana mtoto wa Ferdinand kwenye nyumba yake. Mr. Cooker akaanza kusimulia mambo ambayo yalitokea miaka 10 nyuma. Mr. Cooker alikuwa anafanya kazi ya ulinzi kwa mzee Ferdinand na mzee alikuwa anampenda sana Mr. Cooker. Alikuwa akitoka safari anamletea zawadi kwa ajili yake pamoja na familia yake. Siku moja mzee Ferdinand alimuita Mr. Cooker na kumwambia kuwa anahitaji kujitegemea sasa baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu na atampa mtaji kwa ajili ya kufanya biashara. Alimsisitiza kuwa ana kichwa kizuri kwa ajili ya biashara na akamwahidi kuwa atamkutanisha na wafanyabiashara wenzake. Mr. Cooker alimshukuru sana. Unaambiwa ikafanywa sherehe kidogo kwa ajili ya Mr. Cooker. Watu wakaenjoy sana pale. Ehe, anaendeleaje kwa sasa? Maana nimefika kwenye nyumba yenu mara nyingi sana lakini sijafanikiwa kuonana naye. Mzee akamwambia kuwa aliwahi kwenda kwenye ile nyumba mara ya kwanza akafukuzwa na mlinzi. Mara ya pili pia akaenda mpaka na pesa ili amuonge mlinzi, lengo tu aingie walau apaone pale ndani, lakini mlinzi alimgomea kinoma. Mchizi akawaambia kuwa baba yake alifariki muda mrefu nyuma. Kila mtu alishtuka sana pale. Kilitokea nini? Kabla hajajibu akaingia Dennis na mama yake wakiwa nasalimiana na Mrs. Cooker. Akaingia Ria. Hi babe, nimekuletea hii. Usiniite hivyo. Vincent akaja kusimama karibu na Ria. Huyu ni nani? Mchizi akajitambulisha kuwa mimi naitwa Vincent. Jamaa hakujali, akamwomba Ria waende eneo la peke yao ili wakaongee. Bibie aligoma kinomo na mbiwa. Mchizi alifoka kishenzi yani, kisha akamuomba wakaongee ili wasimkasirishe mama yake mchizi. Vincent akaingilia. Unaambiwa haya ni mambo ya kifamilia, wewe hayakuhusu kabisa, ondoka tu. Subiri kwanza, tumekuja hapa kuaibishwa na hiki kitu. Mama ikabidi ajieleze kuwa mchizi amekuja kuwatembelea baada ya kutokuonana kwa muda mrefu tu, kwani familia zao ni marafiki wa muda mrefu, ndio alikuwa anaondoka hivi. Mchizi akajichenga zake. Dennis akaendelea kumbembeleza Ria, lakini bibie akagoma kinoma, kisha kasepa zake. Mama akawakaribisha wakae. Hawa watu wanadharau kinomo na mbiwa, wanataka kuoa kwa lazima yani. Wakati Vincent anatoka, mzee akamsubirisha kwanza, akamuuliza maisha yake baada ya mzee wake kufariki. Akamwambia kuwa hayajawahi kuwa mazuri kabisa, alipoteza kila kitu. Mchizi akamweleza miaka 5 nyuma mzee wake alimpigia simu akimtaka rudi nyumbani kutoka Marekani tena haraka sana. Alipofika tu akamwambia kuwa amepata ugonjwa, alizunguka sana kutibiwa, alitumia gharama nyingi sana lakini haikuwezekana. Mzee akawapigia simu marafiki zake kujaribu kuomba msaada japo amsaidie mwanaye tu, lakini hakufanikiwa kabisa. Hali ya mzee ikaendelea kuwa mbaya, mwisho alipoteza maisha. Mchizi akawa amebaki peke yake, hana pesa kumrudisha tena Marekani. Ukawa mtihani mkubwa kwa mwana. Siku moja akiwa amechidi na mawazo yake, geti likagongwa. Alipofungua tu akakutana na huyu mwana hapa. Yeye alikuwa ameleta barua zilizomtaka aondoke kwenye hii nyumba ndani ya siku 21. Mchizi akawa hana la kufanya kabisa. Inaumiza
kumaliza kishenzi hii unaambiwa. Njaa ikawa kali kwa mwana unaambiwa. Ikabidi auze baadhi ya vitu vyake ikiwemo nguo, miwani na simu yake. Kuanzia hapo mchizi akaanza kuishi maisha magumu kishenzi unaambiwa. Akawa anabeba hadi mizigo ili apate walau kodi ya tumbo kidogo. Akawa anafanya kazi kubwa sana lakini anapokea malipo kidogo. Wakati mwingine anakutana na matajiri watata. Ni nomu unaambiwa. Maisha kwa mwana yakaendelea kuwa magumu kishenzi kwa mchizi. Hivi ukipata milioni 1 sasa hivi utaifanyia nini? Lazima nitajenga nyumba nzuri tu, niwe na familia yangu, lakini sasa hivi nani atataka kuishi na mtu mchafu kama mimi? Vincent, hauongei kabisa. Wewe utaifanyia nini hiyo pesa? Hakuna kitu. Wote akashangaa kinoma. Unasemaje? Hautafanya chochote? Mchizi akamwambia kuwa hiyo ndiyo itakuwa siku ya bahati kwako kwenye siku zote 365 za mwaka. Wakati wakiwa pale ndio Ria akaingia kumtaka mmoja kati yao aongozane naye ili akamsaidie jambo, lakini atakuwa namlipa. Mzee ilimuumiza kishenzi hii story. Nilikuwa naomba pesa, chakula na sehemu ya kulala wakati mwingine. Mchizi akaendelea kueleza namna ambavyo alipata shida kinoma. Huku ndani Dennis anamlalamikia mama yake kuwa Ria hawezi kurudi. Mchizi ni mtoto wa mama kweli yani. Ghafla Ria akaingia ndani. Njoo hapa, nisikilize, tunahitaji kulimaliza hili. Niache. Wakati fujo zinaendelea, mzee akaingia. Nini kinaendelea hapa? Mwache aamue mwenyewe. Mama akanyanyuka kwa hasira. Usimguse mwanangu. Dennis akaendelea kumng'ang'ania bibie. Ghafla Vincent akaingia na kuingilia kati ili sakata. Naomba muache huyo mwanamke. Nisipomwacha utanifanya nini? Alikula ngumi moja ya uso naambiwa. Mzee moyoni anashangilia tu. Anasema safi mwanangu, safi. Wewe ndo simba. Unajua umemchokoza nani? Mama akaahidi kuharibu maisha ya mchizi, lakini mchizi akamwambia kuwa hata hayo maisha mimi sina. Mama amenipiga usoni. Amenipiga. Pole mwanangu. Mr. Kuka, utaenda kujutia hili. Nitahakikisha kwenye huu mji hakuna atakayekuamini tena. Mama alitema mbovu kinomo naambiwa. Hautaharibu chochote. Umetusaidia inatosha. Maisha yangu hayawezi kutumika kwa ajili ya biashara zako za kipuuzi. Bibie alimaliza nyongo zake zote unaambiwa. Waliongea maneno ya kujitapa sana pale. Mama yako alikuwa anatuomba vikao usiku na mchana ili tuwasaidie. Leo mnakuja kutufanyia hivi. Nitahakikisha na washusha chini kama ambavyo niliwapandisha. Alitamba sana mama Dennis, lakini msimamo wa Ria na familia yake ni kuwa hawawezi kuwatetelesha tena. Kisha mzee akawataka Dennis na mama yake wasepe pale ndani. Mzee alilaumu sana. Mimi nilikuwa najua ni jitihada zangu ndio zimenifikisha hapa. Kumbe wewe ndio ulikuwa unajishusha kwa watu. Mama akapiga goti kumwomba msamaha mzee. Ria pia akaungana na mama yake. Nilifanya vile kwa ajili yetu. Baba, pesa zao sio muhimu kwetu. Kitu muhimu ni familia yetu. Yote kwa sababu nilihitaji maisha mazuri kwa ajili ya familia yangu. Zaidi kwa ajili yako Ria. Nikaruhusu watu kama wale kuingia kwenye familia yetu. Mwisho mzee akamuita Vincent. Mnanidai sana wewe na baba yako. Sijapata nafasi ya kushukuru. Sasa nitakusaidia. Mchizi alishukuru kinoma. Kisha akamwambia kuwa nitapambana mwenyewe mzee, wala usijali. Upo kama baba yako tu. Mwisho mchizi akakubali kupewa msaada na mzee. Mchizi leo yupo na bibia anamshukuru tu, lakini bibia akamwambia kuwa yeye ndiye alipaswa kumshukuru. Unajua maisha ni kama yameandikwa hivi. Waliongea maneno mengi sana ya kufarijiana pale. Siku zikawa zimepita kwa kasi. Leo mchizi amerejea nyumbani kwa mzee na kumwambia kuwa amepata dili tayari. Mzee alifurahi sana na kumpongeza mchizi. Mzee aliongea mengi sana na mchizi pale ndani. Mchizi leo anamwambia bibie kuwa asije akawa karibu naye kwa sababu anamdai au kwa sababu ya familia yake, lakini bibie akamwambia kuwa nipo karibu yako kwa sababu nakupenda. Mapenzi yakazaliwa baina ya watu hawa wawili mtu wangu. Je, wewe unaweza kutumia uongo gani ili ukatae kuolewa na mtu ambaye haumpendi kabisa, tena mbele ya wazazi wako? Komenti yako ni muhimu sana hapo chini. Asante kwa kulitazama tambala hili mtu wangu, linaitwa Love Unscripted. Mimi naitwa Rio. Endelea kucomment, kusubscribe YouTube channel yetu ya Zurio TV na kushare kwa wengine pia. Tukutane kwa wakati mwingine.